Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu naitwa Samuel Irakoze. 0767177071. Nitafute wale tuwasiliane. Leo nataka nikupe kisa kimoja cha wababe wawili. Kisa kimoja cha wababe wawili. Unajua kawaida ya wababe wanapokuwa wameingia vitani pale, kuna vitu fulani kabla ya vita vinafanyika. Kwanza nikukumbushe kitu kwamba kwenye maeneo ya kumtumikia Mungu tunakutana upinzani mwingi sana, ikiwepo mojawapo ni kutishwa, kuogopeshwa. Hii jambo ndugu yangu haliko mbali. Hata kama uwe wa kiroho namna gani, lazima adui atatumia vita kukuogopesha kwanza, ili utikisike, ili uogope, ili naye sasa achukue nafasi. Bana, huyu naye kuambia Goliati alikuwa ni jitu, alikuwa ni mnefri. Kwanza alikuwa ni mkubwa sana kuzidi wana wa Israeli, yani kiumbo. Jambo la pili, alikuwa ni jemedali wa vita, yani alikuwa ni mtu aliyezoea vita sana. Akawatukana taifa la Israeli, akawaita majina yote ya matusi. Hata mfalme Sauli pia naye alikubali kwa sababu aliogopa. Kitu ambacho adui alikifanya, alimwogopesha kwanza hata mfalme. Akamwogopesha, akamwambia hamuniwezi ninyi, wadogo sana, mjishanganye muone. Akafanya matusi ya kila aina. Kila tu hapo leo alikuwa akitukana taifa la Israeli. Samueli wa kwanza 17 na ule mstari wa 23, na Mungu anasema hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitoka, yule Mfilisti wa Gathi, jina lake Goliati, akitoka katika jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana. Unaona kitu ambacho kilifanya mpaka wana wa Israeli wakaogopa ni yule mtu ambaye alikuwa akitukana mara kwa mara, akiwaambia hawawezi, mpaka wana wa Israeli walikimbia. Waliogopa sana. Lakini tazama jinsi ambavyo Daudi alijenga ujasiri mpaka mfalme akashangaa. Unaona jinsi gani ambavyo alimwambia kwenye yule mstari wa 32, akasema Daudi akamwambia Sauli asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Umeona jinsi ambavyo ilionekana kwamba mpaka Sauli akashanganyikiwa. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Unaona jinsi gani hata mfalme alimpa historia ya Goliati, lakini Daudi alikuwa na ujasiri, hakuogopa hata historia, hakuogopa hata namna gani, hakusikiliza maneno, akasema nitapambana na. Hapa najifunza kitu kwamba unapokuwa unafanya kazi ya Mungu, unafanya huduma ya Mungu, ukiwa unamsogelea Mungu zaidi, nikagundua kwamba kuna kitu ambacho adui anakifanya, anakuogopesha. Unaweza kushangaa ghafla tu watu wanakuambia wamekupangia kuua, umepangiwa kifo, kuna watu wanaokamata, sijui kuna nini, kuna vita hii, mara kuna magonjwa, mara kitu. Kumbe ni jinsi gani ambavyo adui anapanga mpango ili kwamba uogope, akupige sawasawa au akuondoe kwenye huduma ya Mungu. Muona wakati ambapo mtumishi wa Mungu Daudi anamsogelea Goliati kumpiga, jinsi gani ambavyo yule Goliati naye alijitetea kwa maneno makali. Alitamka maneno makali ili kwamba Daudi aogope, lakini Daudi hakuogopa. Tazama ule mstari, Samueli wa kwanza 17 na 44, nasema Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwitu. Unaona hicho kitu ambacho alionekana kwamba yule Mfilisti anamtisha kwamba hata kama atapigana naye basi awe ameogopa, kwa sababu amemtisha kifo, amemtisha kwa namna moja ama nyingine, ili kwamba ampunguze makali. Lakini sikiliza kitu ambacho mtumishi Daudi alikwenda kumjibu. Ndipo ule mstari wa 45 anasema, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi nitakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Unaona jinsi anamjibu, anamwambia kwamba pamoja na kwamba wewe unanijia katika vitu hivyo, mimi ninalo jina lipitao majina yote, jina la Bwana wa majeshi. Yesu asifiwe sana. Mfilisti baada ya kuzungumza kile kitu, Daudi yeye aliongeza akasema, siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu. Unaona hicho kitu ambacho anakizungumza kwamba nami nitakupiga na kuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Mimi sijui kwamba wewe umetengeneza vipi ujasiri mbele ya maadui zako. Sielewi kwamba wewe umejipanga vipi juu ya kupigana vita. Ijulikane kwamba kuna watu wengi wameshindwa vita kwa sababu vita ilipokuja wao wakaanza kulia, wakakaa,
wakarelax, wakaanza kulia. Mungu, tazama jaribu langu. Unapoteza muda. Simama sasa, mwambie Mungu, Mungu simama. Mwambie adui, zungumza masikioni pao. Tena waambie hawawezi, kwa sababu unaye Yesu. Usiogope, usitetemeke, maana wewe vita si vya kwako. Unaogopa nini? Unatishika nini? Hivi unafikiri kwamba Daudi ule mwili ungepigana na Goliati? Unafikiri kwamba ule msuli aliyokuwa nao Daudi angepigana naye Goliati? It is not true. Ndio maana Paulo anasema kwamba tumechakaa nje, lakini ndani tumejaa Kristo. Ndani ni vyuma, ndani ni majembe, lakini kwa nje sawa, tunavaa nguo za kuchakaa, tunaonekana ni watu ambao wamechafuka sana kimwili, lakini ndani tuna moto wa ajabu. Na ndivyo alivyoonekana mtumishi wa Mungu Daudi. Alidharauliwa sana, hata mfalme alijaribu kumvika hata mavazi ya vita, lakini akasema niacheni mimi nipigane naye. Ninalo jina lipita majina yote, jina la Bwana wa majeshi. Sasa nikwambia mtumishi wa Bwana, najifunza nini pale? Tumejifunza kwamba tuwe na ujasiri. Ni kweli kabisa wako maadui wanaopambana nawe. Ni kweli kabisa kuna watu wamejipanga kwa ajili yako, wamejipanga kukuangamiza. Unafanya huduma, wamejipanga kukuua. Kuna watu ambao wameinuka kinyume chako, lakini usiogope. Na ukisoma Isaya sura ya 54 na ule mstari wa 15, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Umeona? Lakini tazama ile 15 sema, tazama yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wowote watakao kusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Unaona hicho kitu ambacho Mungu anasema. Sijui nani nazungumza naye na sielewi ni nani ambaye anakwenda kupokea ujumbe huu vizuri. Ni kwamba katika vita ulionayo, iko vita kweli ulionayo, na umesikia mpaka taarifa zake na dondoo zake unazo, lakini usiogope mtumishi wa Mungu, usiogope. Naitwa Samueli Jelakose, 0767177071. Karibu tuwasiliane. Mungu ni mwaminifu na akutunze. Amen.